Oa nayo utaoa. Amen. Naomba mketi jamani. Naomba mketi. Karibuni sana. Si yeye mwenyewe ndiye ameongozwa kwa wimbo. Amejitabiria mwenyewe. Mimi nilikuwa naomba tu. Amen. Amen. Amina. Karibuni nyote katika ibada yetu siku hii ya leo jameni. Na furahi kuwaona. Namshukuru Mungu sana kumuona Hilary siku ya leo. Nimekuwa nikimwombea sana kwa Mungu kwamba aweze kupatikana. Kwa hivyo ni moja yale ambayo Bwana amejibu. Uniki usijali, kuoa utaoa. Hiyo iko kwa ajenda yangu ya maombi huu mwaka kuhusu wewe, kwa hivyo Amen. Karibuni sana jameni, na namfurahia Bwana kuweza kuwaona hapa. Nataka litazame neno la Mungu. Na juma lililopita tulifanya hadi fungu la 14. Nimeenda kusikiza ule ujumbe, nikaona pia niligusia fungu la 15. Leo tulikuwa tutaanzia hilo fungu la 15, na niliazimia sana kama nitaweza kumaliza leo, sababu sehemu ile ya kuanzia 20 hadi 24 haitakuwa na maelezo makubwa. Ila juma lililopita tuliona kwamba tulifika kilele cha mswada mkubwa katika mlango huu, ambao ilikuwa ni kilele cha jaribio hilo lake Abraham la kumtoa mwana. Na mambo mengi tuliyoweza kuyaona katika mlango huu ni moja kati ya kutolewa kwa mwana kondoo ambaye alitokezea kuwa badala ya Isaka aliyekuwa atolewe. Na tukaona pia Mungu anavyoiangalia nia ya muamini wala si kile kitendo. Tukasema ya kwamba basi muamini anaweza kuhesabiwa mfu pamoja na Kristo, ama mtu ambaye amemfia Kristo, kama katika moyo wake halisi anaweza kuazimia kuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Katika ubora wa jambo hilo, in a positive way, tukasema hivyo. Na tukasema pia mtu hahesabiwi nia yake katika mema peke yake, lakini hata katika kuyatenda mabaya. Ndipo tukayanukuu maneno yale ya Bwana wetu Yesu Kristo akisema ya kwamba yeyote anayemwangalia mwanamke kwa kumtamani, basi amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Katika lugha hiyo ni kusema ya kwamba anayeangalia katika kutamani anahesabiwa angalau katika macho yake Yesu Kristo amekwisha kutenda jambo hilo. Na zaidi ya yote tukaona ya kwamba kuna neno ambalo tuliweza kuliangalia katika waraka ule wa Waebrania mlango wa 11 fungu la 19, na labda tutaweza kusoma hapo kidogo unapopita tu. Yeye aliambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Amen. Tukaweza kuliangalia swala hilo kwa mfano,
haswa likiashiria jambo gani. Na fungu hilo la 14 tukaona ya kwamba fungu hilo la 18 tukaona ya kwamba linapotajwa katika mfano, tukalichukua swala zima hili la Abraham kutoka siku ya kwanza alipoambiwa kwamba aweze kumtoa mwanawe, ya kwamba from that day na kuendelea zile siku zingine, angalau katika macho ya Mungu na hata macho ya Abraham, Isaka alionekana kama mfu, lakini siku ile ya tatu Isaka anaweza kuokoka kutoka kwa kifo kile cha kutolewa sadaka na mwanawe, kana kwamba ni ufufuo wa kuweza kurudi kwake. Na swala hilo zima likaweza kuiangalia basi sadaka ya pekee ambayo inakuja kutolewa baadaye miaka nyingi ya mwana kondoo. Na nilipokuwa nikipitia pia tena kwa mara ya pili, niliweza kuyaona maneno haya niliyataja Jumapili katika kitabu cha Marko mlango wa 15:34, maneno yale makubwa ambayo sote tunayakumbuka, Yesu akiwa msalabani, akiwa amepigiliwa ile msumari na akielekea kuikata roho, akiweza kulia na akasema maneno haya, Eloi Eloi lama sabakthani. Unaweza ukasoma katika Marko 15:34. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabakthani, maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Niliwaambia ya kwamba kumekuwa na utata, watu wakiweza kuleta maswali juu ya jambo hili, mbona Yesu kusema maneno haya. Kuna baadhi ya maelezo ambayo niliweza kuyapeana juzi, lakini Bwana lilisaidia katikati ya wiki ilipokuwa nikiendelea na uchunguzi zaidi. Na tusome katika Zaburi ya 22, na nilisahau noti zangu ambazo nilikuwa nimeandaa katika hili, lakini bado nakumbuka kile ulifanya. Zaburi ya 22, tuanzie fungu la kwanza hadi utakapoyapata maneno mengine kama hayo. Msomi unaweza ukanisomea kifupi tu ninapopitia. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe umtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe ukaokoka. Walikulilia wewe wakaokoka, walikutumaini wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu ya wanadamu na mzaha wa watu. Utaenda fungu la 16 sasa. 16. Kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizua mikono na miguu. Walio wapinzani wake Yesu Kristo wanapenda kuyatumia maneno haya ya Marko 15:34 kana kwamba kuweza kuleta picha ya kuashiria kinyume cha Yesu, ya kwamba kama Yesu kweli alikuwa anajua amekuja kufa kwa ajili ya wanadamu, mbona kalia kusema maneno haya? Lakini kumbe basi sikilio Yesu anachokilia, ananukuu maneno ambayo katika unabii Daudi anayapokea maneno haya yakiwa unabii wa yale ambayo yatampata Yesu atakapokuwa msalabani. Na Yesu amezungukwa na jeshi la Warumi ambao wako tayari kuweza kumuua, watu wakimdhihaki, wengine wakimtemea mate. Ndio fungu la 16 linasema ya kwamba, for dogs have surrounded me, the assembly of the wicked have encircled me, they pierced my hands and my feet. I can count all of this. So actually Jesus is quoting a psalm that is a prophetic psalm about his death, and it is not that Jesus was like in a confusing state, ya kwamba anasahau kile ambacho kimemleta, kwamba anasema mpaka sasa hivi nikiwa hapa msalabani yanatimilika maneno kama haya ambayo Daudi, haya maneno ambayo tumeyasoma katika Zaburi. Huyu ni Daudi ambaye analia kwa sababu ya tabu zake mwenyewe, lakini kila unaposoma Zaburi utaweza kuelewa maneno haya. Na hivi ndivyo tunavyosema unapoangalia katika waraka wa kwanza wa Petro, tunapo
tulifundishwa hapa habari maandiko matakatifu, jinsi ambavyo the canon of scriptures iliweza kujia. Tunasema ya kwamba holy men that they were led by the Spirit of God, they were inspired. So as you read it through Psalms, utaweza kutambua maneno haya. Kuna mahali Daudi anaanza kusema kama yeye, but unknowingly anavyoendelea, the Spirit takes over him and he speaks in a prophetic manner. So then in Psalms 22, it is happening. Jesus is quoting that in Mark 15:33, that it is indeed a fulfillment of what would happen on that gruesome Friday. Christ went on to the cross. Verses 14, chapter 22, bado tukiwa hapo, linasema hivi, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day. I want us to look at that word, as it is said to this day. Unaweza ukasoma fungu la 14. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Ire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. What do you understand about that? Your part B, as it is said to this day. I was going through it and the Spirit captured my attention to this portion of the scripture. Tunaelewa ya kwamba haya tunaoyasoma hapa ni mafunuo kutoka kwa Bwana akiachilia kwa Musa akiweza kuyataja. Abrahamu ameishi miaka nyingi, kwa hivyo tunaweza kuziona sifa za Mungu Roho Mtakatifu kwa ujumla tu, si katika kifungu hiki ambacho nasema ya kwamba Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuweza kupita wakati, he can transcend time, aidha mbele ama nyuma, na kuweza kuieleza. Sasa kile kinachoendelea hapa, Roho Mtakatifu analeta jambo hili kwetu, kwamba angalau kwa watu wa wakati huo, ya kwamba mahali pale jina hili ambalo Abrahamu aliweza kuliita, hata wakati huu watu, yani wakati huo, inamaanisha nini? Ya kwamba kumbe kabla ya Bwana kuweza kuleta huu ufunuo katika maandiko kupitia katika mjumbe wake Musa, watu ambao walikuwa wakiishi mahali pale walikuwa na hiyo taarifa ya kwamba kuna mtu ambaye aliweza kutoa sadaka, na ule mlima walikuwa wakiuangalia wakiwita kwa jina hili ya kwamba Yehova Ire, ya kwamba Mungu ataweza kutosheleza mahali pale. I don't know if you really understand what I'm saying. Unaelewa kile ninachokisema? Kwa hivyo basi inakuwa dhibitisho ya msemo huu ambao watu wamekuwa wako nao, ambao hawakuwa wanaujua umetokezea wapi, isipokuwa mpaka kitabu cha Mwanzo kiweza kuandikwa katika ufunuo kutoka kwa Mungu. Kile kitu watu walichokuwa wanakiita Yehova Ire, watu wanaishi wakijua tu kuna mlima katika Moria ambao unaitwa mlima ambapo Bwana atatosheleza. Hawakuwa wanajua historia hiyo. Bwana anapendezwa kuweza kuifunua kwa watu ya kwamba ni nini ambacho kimekuwa kimeendelea. Katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 pale naposema Yesu alikufa na akafufuka siku ya tatu kama semavyo maandiko. Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 4. Nataka tuangalie sehemu hiyo pia. First Corinthians kuanzia mstari wa 3. Sawa. Unaweza kuanzia hata fungu la kwanza ukipenda. Basi ndugu zangu, na waarifu ile Injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko. Hilo ndio kitu tulikuwa nakitafuta. Paulo anakuja kuandika na anawaelezea watu habari ya Injili ya kweli, lakini anasema maneno haya kama yanenavyo maandiko. Hebu lisome tena ile fungu la 4 peke yake sasa. Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko.
maandiko gani, sehemu gani ya maandiko yanayosema hivi? Hapa tumesoma Agano Jipya, kwa hivyo bila shaka Paulo anukuu maneno ya Agano la Kale. Kitabu cha Mwanzo mlango 21 ni baadhi ya maandiko ambayo Paulo ananukuu ya kwamba Yesu alikuwa lazima afufuke, kwamba katika hili swala zima la Isaka kuweza kuchukuliwa na kuweza kutembezwa siku 3, alihesabiwa kuwa mfu. Siku ya 3 ambapo Bwana anaweza kumtoa yule mwanakondoo mbadala, Isaka anatoka katika yale madhabahu ambayo alikuwa amelazwa aweze kuchinjwa. Ni kama Yesu anapofufuka kutoka kabrini na kuweza kufufuka kama yanenavyo maandiko. Tutasoma basi sasa kutoka fungu la 14 hadi la 19. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Basi Ibrahimu akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beersheba. Ibrahimu akakaa huko Beersheba. Ibrahimu akafanyaje vijana wake? Akawarudia ama akawaambia? Nisomee hapo tena kwa uzuri. Basi Ibrahimu akawarudia vijana wake. Amen. Naam. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So tuko mlango wa tuko fungu hili la 15, na fungu hili la 15 Biblia inatujulisha maneno haya ambayo tuliweza kuyaangalia angalau juu juma lililopita. So tunapata hapa ya kwamba na malaika wa Bwana akaita kutoka mbinguni, called unto Abraham out of heaven the second time. Second time in this scripture, kwa sababu from verses 1, then the Lord has appeared and he has spoken to him and he has told him, go and sacrifice your son, your only son Isaac. So second time for that purpose. But pia jambo lingine tukaona ya kwamba tumeona maneno haya, the angel of the Lord, tukiyaona ambayo lugha ya Kiyahudi na lugha yetu ya jina malaika inakaribiana. Hao wanaita malak, si tunaita malaika, ambayo katika ufahamu wa Kiyahudi malaika linaweza kutumika kama mjumbe. Na hapa tumeona ya kwamba Biblia imesema na malaika wa Bwana. Sasa tulisema inakuwa na tofauti wakati hilo neno Bwana linavyoandikwa. Sijui kwa Biblia yako imeandikwaje. Angalia fungu la 15, uangalie hilo neno Bwana limeandikwaje katika Biblia yako. Just a capital B. Yako ni capital B. Okay. Mwingine jina Bwana limeandikwaje? Zote ziko caps. Okay. Hilo ndilo lenyewe ambalo limeweza kutumika hapa. Sasa tunajua ya kwamba angalau wale tuliowashirika hapa tunajua hapa ya kwamba tunapoliona hilo neno Bwana katika Biblia, kila wakati linapoandikwa ukaliona limeandikwa na B iliyo kubwa, WLNA, zote zikiwa kubwa, huwa ni jina la kimaagano. Kwa hivyo huyu malaika anayetajwa hapa, huyu si malaika tu vivi hivi, ni malaika ambaye anatoka katika enzi ya Bwana mwenyewe. Kwa hivyo ni hivi kwamba kuna sauti inasikika, na hii sauti inayosikika ni ya malaika ambaye yuko katika enzi ya Bwana. Yaani malaika huyu ni sauti ya mtu wa pili katika ule utatu wa Mungu. Sauti ya mwana ndiyo inasikika, inaita.
Tunapoinena injili kwa jumla, tunapowahubiria watu, hiyo sauti inayosikika kwanza ni sauti ya mwana, kwa sababu yeye katika maagano ya ukombozi na wokovu mzima unaopangwa kabla ya misingi ya dunia kuwepo, dunia itakayokuja, tunaona mambo haya. Kuna mpangilio wa wokovu huu ambao kuna Baba anayepanga jinsi ambavyo yatatendeka, na kuna mwana atakayepatiliza, kuna mwana ambaye ataweza kutimiza wokovu huu. Kwa hivyo hii sauti ya injili tunayoinena, inayoita, ni sauti ya mwana. Lakini katika sauti hiyo ya mwana, tunapochunguza zaidi fungu hili, tunaona ya kwamba Biblia inasema hivi. Hebu lisome tena polepole fungu la 15. And the angel of the Lord, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, called unto Abraham out of heaven the second time. So now verse 16, fungu la 16, akasema, amen, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, aha, kwa kuwa umetenda neno hili, aha, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. amen, katika kubariki nitakubariki, amen, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, amen, na kama mchanga ulioko pwani, amen, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. So verse 16, tumeona fungu la 5 nasema ya kwamba mke wangu njoo hapa kidogo nisaidie kwa kitu hapa. Nunulie bundles hapa kwa fungu la 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time, then verse 16 rather, and said, by myself I have sworn. Who is this self? Huyu self katika fungu hili ni nani? Tukitaka kuelewa huyu self katika fungu hili, tunarudi fungu la kwanza, na fungu la kwanza na la pili linasema hivi. Nisomee. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia. So now that self ambaye tunaona hapa ni yule ambaye yuko verse 1. Mungu akamjaribu. Sasa sauti imetoka ya malaika wa Bwana, huyu mwana wa Mungu, huyu mtu wa pili katika utatu wa uungu, na sauti hii vile imetoka na ikaita Abraham. Na Abraham anasikia sauti hii. Anapoisikia sauti hii Abraham, tunasikia maneno katika sauti ile, na haya maneno ambayo yanasikika basi hayawi tena ni ya yule mtu wa pili ambaye amemwita Abraham, yanakuwa sasa ni ya yule mwenyewe ambaye amemtokea. And by myself I sworn, saith the Lord. Kwa hivyo Mungu Baba is present in this event. So God the Son is uniquely present, but his presence is verbally heard in the ears of Abraham. And the Father now gives another command. He has in verses 1, katika fungu la kwanza amepeana maagizo ya kwamba mwana Isaka akaweze kutolewa, na hapa Bwana anatoka na neno hili. Unaweza kunisomea fungu la 16 pole pole? Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Amen. So Mungu anamsifia Abraham hapa, na anamsifia Abraham kwa maneno haya kwamba by myself I have sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son. We looked at it last Sunday, and we said Abraham actually didn't do. Intentionally he did it. Katika matendo hatuoni akimchinja mwana, lakini Mungu anaihukumu nia ya Abrahamu
kumwangamiza. So God commend Abraham for the will. Bwana Yesu asifiwe sana. But kitu kingine tunaona ni kwamba kwa mara ya tatu sasa katika mlango huu Bwana Mungu amerudia maneno haya, thy only son, mwanao wa pekee, mwanao wa pekee. Tumeona fungu la pili akitaja mwanao wa pekee. Fungu la 12 Bwana Mungu amemtaja Isaka kuwa ni mwana wa pekee. Mara ya tatu sasa fungu la 16 Bwana Mungu anamtaja Isaka kuwa ni mwana wa pekee wa Abrahamu. Yaani Ishmaeli hayuko katika mipango ya Mungu ya wokovu. Alikuja kwa sababu ya shauri la Abrahamu na mkewe Sarai na makubaliano ya Hajiri. Katika hesabu za Mungu na tutaona kile nilichoweza kukieleza katika mlango wa 16 tunavyomwona Ishmaeli akizaliwa. Fungu tutakapofika fungu la 20-24 tutaona the concubine. Neno hilo pia linatokezea kwa mara ya kwanza katika Biblia takatifu. Lakini tunaona hapa fungu lile la 9 katika mlango wa 21 ni 9 ama 19, tunapoona ya kwamba Sarai akisema ya kwamba mfukuze mwana na mamaye kwa sababu mwana wa mtumwa hatarithi pamoja na mwana halali. Paulo akiweza kuwakemea wale wasumbufu wa kanisa la Galatia waliokuwa wameingia kule wakiwasumbua wa Kristo, anawauliza, nyinyi kama ni wana wa Abrahamu, lakini mwana yupi kama nyinyi mnasema ni wana wa Abrahamu? Tuendelee fungu la 17. Bwana Mungu anasema neno haya. So soma 16:17. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yanayotokezea fungu la 17 ni maneno makubwa, ni sehemu ya zile baraka ambazo Mungu anazitaja, lakini Biblia inasema hivi, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the sea shore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. 3 things appears in this verse. Na fungu la kwanza ambalo tutaangalia ni hilo neno, in blessing I will bless thee. But pia fungu la pili, neno hilo mbegu ambalo limetumika mahali hapo, wale ambao na nakala zenu za maandiko ziko katika lugha ya Kimombo, limesema na kwa uzao wako. Sasa uzao wale ambao mmefanya Kiswahili, sijui mnajua iko ngeli gani. Uzao unazao ama ni uzao unabaki uzao, kwa ngeli gani? Ngeli ya uu. Aha. So haina wingi, na kwa Kizungu kweli halijaandikwa kwa wingi. Kiswahili ni rahisi uweze kulifikiria kwamba neno hili limeonekana katika wingi. Tutaweza kuliangalia pia kwa nini hivyo. Ila samahani, I want to refer to some of my notes ambazo nilikuwa nimeziweka mahali hapa. So that in blessing I will bless thee. Tunajua kwamba katika mlango wa 12 fungu la 3 Mungu aliweza kuyasema maneno haya. Mnaweza ukasoma mlango wa 12 fungu la 3. Mwanzo mlango wa 12 fungu la 3.
Mwanzo 12:3, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amen. Sasa fungu la fungu la 16 likianza neno la 7 katika fungu la 16 tumekutana na neno sworn. Mungu anaapa, na anapoapa, tunapoingia fungu la 17 Biblia inasema ya kwamba and blessing I will bless you. Najua Jumapili mbili sasa tumekuwa tukihubiriwa hapa habari ya baraka, na najua tumeelezewa juu ya baraka, but actually Mungu anaposema kwamba atabariki mtu huwa anamaanisha nini? Blessing katika maneno ya kiungu ni kwamba jambo hili analinena hapa Mungu kama a divine promise, which means God will, it is the ability to intensely favor, prosper and to protect an individual, specifically to empower to be a conduit of that blessings to others. At least the phrase that blessing I will bless you. Pesa si baraka, ni matunda ya baraka tu. Na kila anayekuwa na pesa haimaanishi amebarikiwa. Kuna watu walio na pesa ambao hawajabarikiwa tu. Matazamo yetu sisi kuhusu mambo haya ndio yanakuwa tofauti. Lakini juzi tulipokuwa tukihubiriwa habari za baraka za Abraham zikiweza kuelezewa, tuliweza kunukuliwa kitabu cha wa Ufunuo, na kuna hili kanisa ambalo ni mlango gani mtu wa Mungu? Mlango wa 3, ambapo kuna kanisa hili ambalo linajisifia. Unaweza ukafungua hapo mlango wa 3, na kanisa hili sijui lilikuwa kati ya lile kanisa la kwanza ama kanisa la 7. Kanisa lenyewe la 7, mlango wa Ufunuo. Jameni, mtaturadi wakati wa kuhubiri huwa namuomba Mungu ya kwamba si sana juu ya kile ambacho nimeandaa, ni juu ya kile ambacho Roho anajua kanisa lake linahitaji. Kwa hivyo hata nikiwa hapa, mbali na notisi zangu ambazo niko nazo, niko hapa kutegemea vile Mungu anavyoweza kuniajalia. Kwa hivyo tuangalie ni fungu gani mtu wa Mungu? Fungu la 14 juu ya hili kanisa ambalo ni la 7. Unaweza ukasoma. Na kwa malaika wa kanisa liloko la Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Fungu la 15, na yajua matendo yako, ya kuwa ubaridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Verse 17 now. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini. Sasa, na kipofu. Kanisa hili kanisa hili angalau katika historia ya mji ule ambalo lilikuwa kanisa hili la 7, ni mji ambao ulikuwa una mali nyingi. Kwa hivyo ni kanisa ambalo kwa mahali tajiri sana, na kwa sababu ya utajiri ambao ulikuweko katika mji ule, wena washirika kama nyinyi walikuwa na mali nyingi, walikuwa na magari, wana kila kitu ambacho wako nacho, ikapelekea kwamba kanisa hili la Laodikia lina kiburi. Lakini linapoona kwamba limeweza kubarikiwa kama vile wao unavyosema sasa kwamba kuwa na pesa na damu ni baraka, Mungu anasema, because you say I am rich and have many possessions and need nothing, and do not know that you are wretched and miserable. Look here. These people, this church,
which had almost everything, and they could beat their chest in pride, God is saying, but in my sight, you are miserable. In my sight, you are poor. Brothers, what am I saying when God said that blessing, in blessing I will bless thee? God was saying, he's giving a divine promise that he will intensely favor, he will prosper, and he will protect Abraham. God was saying, I am going to empower you, Abraham, and you will be a conduit, you will be a door through which blessings shall reach other people. Wewe utakuwa njia ya kwamba kupitia wewe mataifa ataweza kubarikiwa, kama fungu la 3 ambavyo tunaona mlango wa 12. But jambo hili pia lilikuwa linamaanisha kwamba this was an intense guarantee, because verse 16, God has sworn. An intense guarantee. This phrase is translated as saying, certainly I will bless you, or I will richly bless you. God is firmly guaranteeing commitment to these blessings. Let us refer to Hebrews chapter 6 from verses 13 through 18. Waebrania 6:13 hadi 18. Amen. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe na wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati. Hili tunaweza kuachia hapo. Tunapoangalia hili, Mungu anaposema blessing you, anasema hivi, I will empower you to be successful. Ingine, God gives an intense guarantee kwa kile ambacho anakisema. Pia fungu la 3, kusudi ni nje. Kitu cha 3 ni the purpose is beyond Abraham. The purpose is blessings are not just for personal comfort, but to make the recipient a blessing to others, sharing love, generosity, and resources. End time, brothers, end time, unaona kwamba uwezo wako wa kimapato kati ya ndugu, wewe umebarikiwa kuliko wengine. Nataka ujue Mungu amebariki hiyo familia nzima kupitia wewe. Kama hiyo familia kuna watu wanaweza kutembea wakiomba na una uwezo wa kuweza kuwasaidia wakajitegemea, wala wewe si mbarikiwa, mlaaniwa. Nakumbuka nikimaliza darasa la 8 na nikawa nimepita mtihani. Lipita tu vizuri. Acheni ninyi ambao mlifanya masomo 5. Sisi tulikuwa mnaenda kufanya mtihani masomo 13. Na nikapita vizuri tu. Na nikitaka kuenda shule, nikamfuata ndugu yangu, maana baba alikuwa amesema ya kwamba yeye amefundisha wakubwa zangu, sasa ni wao wawe na majukumu ya kutufundisha sisi. Na nilipomfuata yule ambaye alikuwa ndio amewekwa aweze kunipeleka shule, kumwambia nataka nimepelekea makaratasi yangu anipeleke shule. Akasema, brother, mimi sitakupeleka shule kwa sababu sasa hivi na mpango yangu ya kutaka kuoa. Na unajua mimi pia ndio nimeachiwa kumwangalia mama. It broke my heart. Na mmuka nikichukua karatasi zangu nikija hapa lights, nikisimama
hii njia ya barabara ya kuenda Nyali. Kawa nangojea watu wakiwa na magari haya ya banzi, naenda na nikiona wamesimama ili wanunue vitu kutoka sokoni, na waonyesha karatasi zangu kwamba kama wanaweza kunipeleka shule. Nilipokuwa kuna matumaini kama nitaenda shule, nilienda kufanya kazi ya mjengo. Na nilipoenda kufanya kazi ya mjengo, Mhindi ambaye alikuwa ndio contractor aliniangalia na kanaona nilikuwa mdogo sana. Umri wangu ulikuwa mdogo, alafu kama sasa na miaka 40 zaidi na kamwili ni haka, kwa hivyo unaweza fikiria wakati sikuwa na miaka 20 nilikuwa namna gani. Akaniangalia na akanihurumia, kwa nini naenda kufanya kazi ya mjengo nikiwa vile nilivyo, na akanitoa kwa yule foreman ambaye ilikuwa nimepewa niende kufanya. Mimi nilikuwa sijui hata kushikilia karai kuweza kumimina cement. Siku yangu ya kwanza nikaenda kufanya mjengo, tulikuwa tulipata kwamba tunaweza kuwekelea dari, na Peter anaweza kuambia kazi ya dari kama inaekwa huwa haisimami mpaka litakapoisha. So watu tukiweza kupangwa tufanye kazi, niliweza kuweka kokoto, na ile mashini inayokoroga unajua inaenda kwa ratio. Kwa hivyo sasa kama mchanga unawekwa, sijui ilikuwa ni 862, nafikiri ilikuwa ni 862, mbili za sementi, mchanga na kokoto. So nikawekwa kwa kokoto. Kwa hivyo ile mashine vile liko wazi, likija hivi chini, nahitajika niweze kumimina karai 8 za kokoto, karai 6 za kokoto. Na unajua kwa dakika moja huwa limekoroga, limemwaga tena na limerudi tena limefungua. Na nikifanya hiyo kazi, foreman aliniangalia akaona ninaumia. Nilikuwa na mzee mwingine Mjaluo, sijui kama atakuwa yuko hai wakati huu, kama atakuwa amekufa Mungu ailaze roho yake, kama atakuwa alikuwa ameokoka. Akaniangalia na akanihurumia, akanitoa pale, akaniambia njoo hapa kwa cement, kwa sababu hapa kwa cement ni karai 2, ni mine karai 2. So ameniweka pale ile kunipumzisha, na mimi sijui hata kumimina cement. Kila nikishika karai ya cement nikimimina inamwagika kurudi hivi. Nilirudi kwa nyumba kama tumbo imetobolewa na cement, kwa sababu cement imeweza nikitembea hapa bridge, nikitoka tulikuwa tumeenda huko Kingorani, nikirudi kwa mara ya kwanza kwa maisha yangu, ndio ilikuwa siku yangu mara ya kwanza, niliweza kukula nusu mkate peke yangu na chai, na mpaka nikashangaa kwa sababu sikuwa nimezoea hayo mambo. Ile kazi nimefanya imeninyonya. Alafu hiyo siku yangu ya kwanza kufanya hiyo kazi, kuna bwana alianguka kutoka hiyo floor ya 4 mahali tulikuwa tunatengeneza hilo dari, akaanguka mpaka chini. Yaani hayo mazingira. Nikirudi jioni kuweza kurudi hapa Sosiani mahali nilikuwa nakaa na ndugu yangu, najiuliza kwa nini mimi. Anyway, Mungu anapokubariki, angalau kusudi hili kama tunavyoona kutoka mlango wa 12, Mungu alimwambia Abraham, nitakubariki na kupitia wewe mataifa mengi yataweza kubarikiwa. But pia there is the legacy of influence, what God is saying here. God is going to leave a mark, God is going to leave a legacy, and this, it will include bringing success in areas like family. The descendants of Abraham are living now, hata sasa Wayahudi wanaishi katika baraka hizi ambazo Abraham aliweza kuzipewa na Mungu. Ukiona taifa la Israeli, watu ambao waliweza kupigwa wakauliwa wakati wa Hitler, Waisraeli waliuliwa zaidi ya 5 milioni. Na taifa la Israeli sasa sijui kama wanafika, hilo taifa zima la Israeli sijui kama wanafika hata watu 15 milioni. Miaka huko nyuma ndio walikuwa sijui wako 10, 12 hapo taifa zima hilo. Hao labda ni watu wa mji huu wa Mombasa peke yake, ni taifa zima la Israeli. Lakini angalia Israeli uwezo walio nao, mataifa walio na watu wengi na walio na mali nyingi, kila wanapoenda vita na Israeli, Israel is always having an upper hand of victory. Kama mataifa Syria wakiweza, mataifa ya Kiarabu wakiweza kurusha bomu wa Israeli, wakifanikiwa kuwaua 100,
Israeli anaweza kurusha bomu moja na ikaweza kuwa maelfu ya Wapalestina. Lakini kitu kingine unachokiona katika jambo hili ni nyapo ambayo Mungu ameiweka kwa Abrahamu. Na kusudi la kiapo, kama vile ambavyo tumeona msomi alipokuwa anasoma Waebrania, tumeona ya kwamba, jamani nimekula wakati mwingi wewe, anasema hivi: wanadamu, katika kawaida ya wanadamu, tunaapa kwa sababu ya mtu aliye mkubwa kwetu, na haya huwa yanafanyika ili kuweza kumaliza ugomvi. Biblia inamtaja Mungu anaapa, na kwa sababu hakukuwa na mtu aliye mkubwa zaidi ya Mungu ambaye Mungu angeweza kuapa, Mungu anaapa kwa nafsi yake. Kwa nini Mungu kuweza kuapa? God used an oath to show the unchangeable immutability. The character of God is revealed in this. God uses an oath. Anatumia kiapo kuweza kuonyesha kutokubadilika kama asili yake, hasa katika kusudi lake, lakini sana juu ya warithi wa ahadi hii, kwamba akithibitisha kwamba haiwezi kuvunjika, ya kwamba God used an oath to show the unchangeable nature of his purpose to the heirs of the promise, confirming it cannot be broken. But again, God, in making an oath, he is showing a divine reliability, kwamba Mungu anaweza akatumainiwa, kwamba Mungu anaweza kutegemewa. I was sharing with Pastor Eliud jana usiku around saa 4:30 alikuwa amenitembelea hapa nyumbani. And I have gone back to school. Kuna kitu ambacho tunafanya, na first day in class mwalimu mwingine alikuja alipofundisha, na nikaona vile anafundisha, and I was like, God, I have failed this unit. I came back to God and prayed. God, I've gone back to school and it is not my intention to fail. God worked miraculously. 2 days later, a new teacher was introduced, and this time round, a teacher that is fluent, a teacher that is humble. He makes things so simple. God can be relied on. Tunaweza tukamtumainia Mungu. Brothers, Mungu anamwambia Abrahamu hivi katika fungu la 14. Ni fungu la 13, fungu la 13. Ni fungu la 14. Abraham anaposema that you have not withheld your son from me. 14. Please read it. Please read it. 16. Yes. Yeah. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. God is saying this to Abraham, because you have not withheld your son from me. What we now, you and me, what can we say to God? Can't we say the same words as we are looking to God? That God, you have not withheld your son Jesus Christ from me, because he gave him for me. But what does that imply? The implication is God is reliable. Now we can rely. Now we can depend on him. So God, in making a vow, he is showing a divine reliability. Since it is impossible for God to lie, his self-sown oath provides a firm, secure anchor of our faith. We can have faith in God. But generally, the context here says this passage is used to encourage believers to hold fast to hope, knowing God's word is ultimate. God's word is ultimate. I went back to God. Nikamwambia Mungu, no, this teacher, no. Mwalimu huyu Mungu, mimi nitafeli. Sitataka kuwa na mwalimu kama huyu. I didn't know how God would work that thing out, because I really wanted to understand what the teacher was saying. I was not understanding anything.
I know that I'm not stupid. I know that I can understand hard stuff. I didn't see that in this teacher. So I went back to God and prayed. Here is the invitation then. Up to verses 19, maybe I'll not be able because of time. But next week, God willing, verses 18, 19, 20 through 24, and possibly tutaweza kuingia mlango wa 23. But here is the invitation. God is saying to Abraham, you have not withheld your son from me. We can say to God, he has not withheld his son from us. He gave him. He gave him up for us on the cross of Calvary. God gave his son Jesus Christ. Tunaweza tukamwendea yeye kwa kusafiwa. Tuweze kusimama. Praise and worship. Jackson is out. Kona tenzi hapa. Nataka tuimbe wimbo huu tunapoomba. Amwendea Yesu kwa kusafiwa. Shall we prayerful sing this song then? Amwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea ni wewe, wamwendea Yesu kwa
yatukwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Uoni kijito chatiririka, uoni kijito chatiririka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Uoshwa msalabani ukachukua na uchafu wote. Sasa Bwana, tunatupa takataka zote na tunavalishwa vazi la wokovu, vazi la imani, vazi la watu wanaokupenda, vazi ya watu ambao waliwafia wewe Bwana. Sasa tunakubalika, tunalibariki jina lako, tunakuinua mfalme wa amani, na ni katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi tumeomba na kuamini. Inua mikono yako, msherekee Bwana kwa baraka zake za wokovu. Amen. May the Lord God bless you. May the Lord God bless us all. Amen, amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri jamani. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri.